niwape maua wanaume wa Tanzania kwa kweli. Kwanza wana nguvu za kufanya kazi, nguvu za kazi nyingine, lakini mwanamke anahitaji apendeze, sio afike kwako ndo afubai. Na wanaume na wao sasa, kwa sababu maisha yamekuwa magumu, wanatafuta mishangazi. Naweza kweli nikapata mwanaume ambaye hana kitu lakini ananipenda sana, lakini itafikia wakati nitamchoka tu. Wanaume wengi sana wako very poor in managing finance, kwenye kumanage pesa. Watu wengi wako wanatamani wadate tu na mimi ili waonekane kwamba wanadate na Sasha. Sijui unaelewa. Nipo kwenye mahusiano ambao kama nilipokuambia tunaelekea 5 years now. Lakini trust me, anaweza kaniacha leo na nisilie wala nisifanyaje afu nikapita hivi. Unadhani wanaume wa Kitanzania wana cheat kuliko wanawake wa Kitanzania? Kama wewe unasema unaruhusiwa kuwa na wanawake zaidi ya 3, kwa hiyo na mimi naruhusiwa kuwa na wanaume zaidi ya 3. Do you believe in love? I do believe in love. You believe in true love? Yes, I believe in true love. Wishawahi ku experience true love? Nimesha experience and I'm still experiencing it. Watu wengi sana wana shida hiyo. They don't experience, like unadhani changamoto ni like what the people imefika stage kwamba they don't believe in true love? Of course, kwa sababu kuu moja, watu wengi sasa hivi wanaogopa commitment. It is not kwamba love au true love haipo. True love is there. Ni kitu ambacho hakiwezi kuhamishika, kipo na kitaendelea kuwepo, lakini people are afraid of commitment. Watu wanaogopa commitment. Ndio maana unakuta watu wengi sana wanashindwa kuwa kwenye true love. Kwa sababu ukiangalia tu vijana wa siku hizi, maisha tunajua yalivyo, yanapotupeleka mputa, ajira zenyewe zimekuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo maisha yamekuwa yani sio marahisi, unaelewa? Alafu unapata mwanamke mnapendana sana, lakini mwanamke anahitaji apendeze, sio afike kwako ndo afubai. Sijui unaelewa. Kwa hiyo anahitaji asijui apate, kama sio wig basi asuke. Haya, kama sio akusuka au kuvaa mawigi anataka anunue abaya jipya kila siku, si ndio? Haya, mwingine atakwambia sijui rangi. Haya, atakwambia hawezi kupanda daladala au hawezi kutembea kwa mguu. Aidha pikipiki kila siku boda wewe anamfuata, au bajaji au gari. Kwa hiyo vile vitu vile, na aweza akasema kwamba nijigaramie mimi kila kitu kila siku, lazima wewe ufanye vitu. Sasa zile commitments ndo zinafanya watu wana back nyuma kwamba no, hiyo sio true love. Labda yule mwanamke tu anataka anichune aniache. No, lakini mwanamke ana true love vile tu hataki kufubaa akiwa kwako. Hivyo. Sasa mimi nimekukuta umefubaa. Kwa nini uje kwangu ndo utake utakate ukiwa kwangu? And why do you explain in one side kwamba it's yani wanawake ndo mnapaswa mfanyiwe? You guys don't have something you can do for your man. Sikiza nikwambie kitu kimoja hapo. Wewe umenikuta mimi nimefubaa, si ndio? Nimekuja kwako. Haimaanishi nimefika kwako ndo nianze kufubaa zaidi. Na sio kwamba mimi hakuna vitu ambavyo mimi nakufanyia wewe. No, mimi nipo kwako. Kwanza kukupenda tu ni jambo moja kubwa sana. Lakini pia kuna vitu, kwa mfano kama umenioa, kuna kukufulia, kuna kukupikia, sijui kuna kukufanyia nini, kukubrashia viatu, kukupigia pasi. Yaani zile shughuli zote zile. Wewe at least the least you can do to me is making sure mimi naendelea kuwa classic. Sijui unanielewa mpaka hapo. Sasa mpa. Hivyo unaamini kama sasa hivi mapenzi ni biashara? Naamini, lakini siwezi nikasema ni biashara pase, lakini mapenzi yanakaa biashara fulani. Kama nilivyosema hivyo kwamba sasa hivi kadri siku zinavyozidi kwenda ndio maisha yanavyozidi kupanda, wote kwa wanaume na wanawake. Kwa hiyo wanawake tunatafuta wanaume ambao wana pesa, nikijua kwamba nikifika kwa huyo mwanaume maisha yangu walau nitapumua. Na wanaume na wao sasa, kwa sababu maisha yamekuwa magumu na wenyewe baada ya kuona pia kazi zimekuwa ngumu, wanatafuta mishangazi ambao wanajua kwamba mimi nikienda kwa mshangazi maisha yangu yatakuwa nini? Marahisi. Kwa hiyo sasa hapo kuna biashara fulani unakuepo hapo. Ndio maana unakuta siku hizi mapenzi yamekuwa hayaja balance.
Yani ukikuta watu wana date ambao wote wanalingana umri hivi ni wachache sana. Asilimia kubwa kama ni mdada date na mtu amemzidi miaka hata 10, 15, na mkaka date na mama. Umeona? Au wale wakaka ambao wamejipata vizuri kabisa wanadate na mabinti wadogo sana, lakini sasa ndo anakuwa na muandamine, anataka yule binti amsujudie yeye, kitu ambacho sio sahihi. Lakini ndio hivyo mahusiano siku hizi. Unaweza kadate mwanaume ambaye anakupenda sana ila hana fedha? I can. Japokuwa trust me, kwenye mahusiano pesa ina play part kubwa sana. Kwa hiyo naweza kweli nikapata mwanaume ambaye hana kitu lakini ananipenda sana, nikakubaliana naye tukapendana sana, lakini itafikia wakati nitamchoka tu. Kwa sababu mimi binafsi, sawa leo hapa wanaona nimesuka miosho, si nimefanya kwa sababu sijapata muda wa kwenda saluni au sijafanyaje, lakini nahitaji kupendeza, nahitaji kuvaa nguo nzuri, nahitaji kwenda kazini, sijui kufanyaje. Yani pesa kwangu inahitajika sana. Nitakwambia ninunulie wifi. Bila kusahau nina kodi. Ukiangalia sisi hapa wote, mimi wewe, yani vijana generation yetu, especially tunaoishi Dar. Ukiongelea kodi ya miezi 6, mtu unaongelea kuanzia milioni 1 kwenda juu. Uongo? Kweli. Mtakuja kutua wanaume. Kwa sasa mimi ninapokuja kudate na wewe, haimaanishi nije kwako afu tena nianze kulia. No, yani mimi kudate na wewe inamaanisha ni relief. Kwa hiyo ndio maana nakwambia kwamba unaweza kuwa hauna pesa nikakuvumilia kweli, lakini itafikia wakati nitachoka. So unamaanisha love can't survive without money? It can survive but within a very short period of time. How? Hivyo kwa sababu tunahitaji. Wazee wetu zamani walikuwa wanaishi Ushasema lini? Kipindi gani? Zamani. Sasa hivi maisha yanavyozidi kwenda yanazidi kupanda. Mahitaji yanazidi kuwa mengi. Kipindi kile wazazi wetu hawakuwa na smartphone. Hawakuwa sijui na nini, lakini siku hizi mahitaji yamekuwa mengi. Mzazi zamani alikuwa anavaa nguo moja. Why you ladies makes that dunia kama vile imebadilikia upande wenu? Kwa sababu like see wanaume, what do we benefit from relationship? What do we benefit from love? It seems like everything it's on your side. Everything that you want the relationship to benefit only you guys. Okay. What do we benefit, we as a man? Relationship ni mutual. Tunatakiwa to benefit wote. Sawa. Ndio maana hata kwenye tendo la ndoa, acha kumsima tusi. Hata kwenye tendo la ndoa, zamani watu walikuwa wanajua kwamba ni mwanaume ndio anatakiwa amridhishe mwenzake. Yaani hata mkitoka pale hajaridhisha yule. Lakini natakiwa liwe mutual. Wote mridhishane, mtoke mridhika. Kwa hiyo hata kwa ujumla, mahusiano ni hivyo, ni mutual. Sawa, kila mtu anatakiwa a benefit. Nikaanza na point ya kwanza kwamba love kama love yenyewe tayari ni benefit ya kwanza. Nikikupa mimi true love means na wewe unipe true love. Kwa hiyo mwanaume mpaka hapo amesha benefit kwa kupewa nini? True love. Kingine ndo kama hivyo, kuna shughuli 2-3 ambazo mimi nitakusaidia. Sijui kama hizo kupika, kufua, kufanyaje. Tayari. Kingine pia kuna nitakusaidia kwenye masuala ya emotional na kuondolea stress ulizonazo. Wakaka wengi especially ambao ni hard work, wana stress nyingi sana. Anakutana na stress kwenye kazi, stress kwenye familia, stress kwenye. Kwa hiyo anapokutana na mimi nakuwa kiliwazo chake, tunavyopiga story, tutaenda evening walks, tutaenda wapi. Pale hivi anakuwa na refresh. Kwa hiyo mpaka hapo tayari mimi nimekuwa refreshment yake. Hiyo ni faida nyingine, si ndio? Na pia kuna hata kwenye masuala ya pesa, unaweza kanitumia mimi kama financial manager wako. Unajua utani prove me wrong, lakini this is right. Wanaume wengi sana wako very poor in managing finance, kwenye kumanage pesa. Akishakuwa akiweka pesa kwenye wallet all the time, akitaka tuna kitu pale 10k, anakuja kufika nyumbani, ile forms yangu imeishaje? Lakini trust me, mwanaume ukiwa na mwanamke ukawa unatembea naye barabarani na ile kwenye wallet yako una 50, mkienda kununua kitu fulani, atakavyo kibudget kile kitu, unafika nyumbani umetumia 20k, 30k unayo. Lakini ungekuwa peke yako ungefika nyumbani na 5,000 tu. Kwa hiyo kwenye financial management pia unafaidika kwenye hilo swala. Na bila kusahau hata kwenye masuala ya managing the house au nini. Unajua dada ni watu ambao tunapenda sana, lakini sio wote, ila asilimia kubwa tunapenda tuwe kwenye mazingira mazuri. Najua utakubaliana na hili.
chumba ambacho wanaishi wakaka tu, boizia. Kwanza sawa, usafi unaweza kuwa unafanyika, lakini kuna vitu tu lazima, yani mtu ukiingia utasema hiki chumba wanaishi wakaka peke yake. Lakini akiwepo mtoto wa kike, kuna utaona sasa kuna uafadhali unakuwepo. Kwa mpaka hapo nimekutajia benefits chache. Let's be real here. Ulishawahi kumpenda mtu ambaye yeye hakukupenda? Huwa sipendagi sana kuongelea about my past, but it's not bad. Yes, nishawahi kumpenda mtu ambaye yeye hakupenda. How it was? Give us the experience, how it was. Okay. So that guy, I won't mention his name here, sija kajikuta star. So that guy... Do you hate your ex? No, I don't hate, kwa sababu I've moved on. Yeah. Kwa hiyo alikuwa na ile, mimi nilikuwa mgumu sana. Actually ni mgumu mpaka leo. Yeah. So sasa ule ugumu wangu, watu wengi ambao walikuwa wanakuja wanakutana vigingi, so walikuwa I don't know, sijui kama ni kuambiana kwamba yule pale wewe utaenda kote lakini pale huwezi ukaingia, sijui unaelewa. Kwa sasa akatokea mtu ambaye mimi sasa hivi sijui kama ni mzuri, lakini I used to be very classy enzi zangu kabla sijazeka. I used to be very legendary. Sasa hivi nimeshakuwa mtu mkubwa mpaka naelimisha watu, means nimeshapitia huko. Kwa hiyo sasa nilikuwa kigori fulani hivi. Sasa watu wengi walikuwa wanatamani wadate tu na mimi ili waonekane kwamba wana date na Sasha, sijui unaelewa. Lakini mimi nilikuwa tayari najua. Kwa hiyo kila alikuwa anakuja, hata kama utakuja utanipa sera gani, nilikuwa nakataa. Sasa akaja huyo mtu ambaye alikuwa na muonekano mzuri sana. So mimi kumuona tu I was like, wow, sounds like my guy, you know, my kind of guy. Lakini yeye kumbe hakuwa na intention zile, alikuwa na intention kama za wengine. Kwamba nionekane tu kwa mimi ndio nimemwin Sasha. So tukadate, lakini love was not good at all pale. Alikuwa tu ile, yani kila sehemu kama, yani anataka kwanza mwe mnatoka kila siku, muende kila sehemu, na mkifika kwenye hizo sehemu hakikishi watu wote wamewaona, ili wawe tunaile kwamba kwa yule jamaa ndo aliyemuini yule dada. Kwa sasa hicho kitu ndo kilikuwepo, ila haiku last long, tukaachana. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye na akili nyingi sana na nina kusoma sana. Nikigundua tu kwamba you are not into me, bas we won't last. Imeisha hiyo. Yeah, ndio maana hata mahusiano yangu mengi mimi huwa na doom, yani na doom kwenye mahusiano hata miaka. Kama sasa hivi tunaingia mwaka wa 5. Kwa sababu sipendi kurukaruka, yani ni date na wewe ni kuache niende kwa huko, spini huku na huyu ni mwache niende kwa huko, no spendi. I respect my body, I respect my mind, I respect my peace. Kwa hiyo naamini kwamba nikiwa na mtu mmoja tayari nitakuwa na amani. That's why. Wanadhani wanaume, do you think men heal faster than women? No. Wanapokutana na break. Women heal faster. Women heal faster. Yeah, women heal faster. Yani mwanamke akiumizwa na mapenzi, kama alikuwa amependa sana pale, ataumia zaidi na zaidi. Lakini ikatokea akapata mwingine ambaye yeye atakuwa sasa, yani atakuja kuziba lile pengo, ana heal hapo hapo. Na trust me, wanawake huwa hatuachi ovyo ovyo. Yani mwanamke akiwa kwenye mahusiano haendi pale kwa lengo la kwamba nimekuja kwako afu na kuacha. No, labda kama hajakupenda, huyo ndo atakuwa kiruka njia, date na wewe, date na huyo. Lakini mwanamke akifall in love na wewe kabisa, kwamba na date na wewe, nimekupenda, ataishi na wewe muda mrefu sana. Na hata kama utamkosea mara ngapi, atakuvumilia. Utamkosea, utampiga, utafanyaje, atakukanya, hata kuomba usirudie, lakini atakuvumilia. Ukiona mpaka amefikia hatua anakuacha, jua tayari ana backup plan. Yani kipindi ambacho wewe unamkosea alikuwa anaangaza, akapata mtu akamweka pending. Imefika wakati ambao anasema acha huyu hapa achukue nafasi. Hapo utashangaa tu imetokea sijui changamoto. Unaweza hata yani hilo kosa ukalitafuta wewe, au hiyo sababu ukaiandaa wewe, mkaachana. Hato last long kwenye single life. Atapata mtu mwingine na ata heal chapo. Sasa hapo wewe ndio utabaki unaumia zaidi na zaidi. Na hiyo huwa ni ngumu mwanaume kupona, inachukua muda sana. Hata anaweza akaoa na bado akawa anamkumbuka yule. So women heal faster. Ndio maana mnatusumbua sana. You guys
You guys are sio viumbe sahihi. Do you think you can gain true love again after being betrayed with your partner? You can, lakini ni ngumu kwa sababu inategemea, lakini ulikuwa betrayed afu ukaipokeaje. Mimi siku zote huwa nawashauri watu kitu kimoja. Unapoingia kwenye mahusiano, usiwe na big expectations. Ingia kwenye mahusiano hata kama utapendwa kiasi gani, lakini weka kiasi chako cha wewe kupenda. Penda sana, lakini jua kabisa kwamba ipo siku kuna jambo linaweza kutokea, na endapo litatokea nitafanya 1, 2, 3. Hata kama utakuwa betrayed, uta move on haraka sana, utapata mwingine, uta fall in love as if haujawahi ku fall in love kabisa. Kwa hiyo hata mimi sasa hivi napenda sana kutolea mfano kwa sababu ndo nina uhakika. Okay. So nipo kwenye mahusiano ambao kama nilivyokuambia tunaelekea 5 years now, na tunapendana sana sana sana. Lakini trust me, anaweza kaniacha leo na nisilie wala nisifanyaje afu nikapita hivi. Kwa sababu gani? Sina big expectations. Yaani najua kabisa na date na this person, lakini lote inaweza likatokea. Anaweza akafa au anaweza asife, lakini familia zikatugomea kwamba nyinyi hamwezi kuoana. Kwa hiyo wewe pita hivi, pita huko. Au mnakuja kugundua baadaye kwamba nyinyi ni ndugu, utafanyaje? Au ndo kama hivyo amekaa na wewe miaka yote hiyo, afu anapata mtu mwingine ambaye anamuona ni sahihi zaidi. Kwa sababu kwenye mahusiano sometimes una date na mtu sio kwa sababu yeye alikuwa ndo chaguo lako kabisa. No, ulikuwa una machaguo yako, lakini haukuweza kuafford kuyapata machaguo yako. Ila ukapata mtu ambaye unaweza ukadate naye kwa wakati huo. So ukipata mtu wako sahihi unaondoka. Sasa ndo kama hivyo, mpenzi wako kapata mtu sahihi kaondoka. Haimaanishi mimi maisha yasiendelee. No. Lazima kila kwenye uhusiano ambao unakuepo uweke crisis management. Sio, unaelewa maana crisis management? Yaani ujiandae kwamba lolote linaweza katokea, likitokea nifanye 1, 2, 3. Sio, unaelewa? Yeah. Kwa ni hivyo. Okay, let's stick here. Tufanye hivi. Yeah. Let's stick with Tanzania. Kwamba unadhani wanaume wa Kitanzania wana cheat kuliko wanawake wa Kitanzania? Kwa enzi za sasa hivi ni ngumu kusema wapi kina nani wana cheat zaidi kwa kweli. Yaani ni ngumu kwa sababu si wanaume si wanawake wote wamekuwa cheaters. Na yote hii ni kwa sababu I can say siwezi nikasema exactly kwamba ni maisha, ugumu wa maisha, no. Lakini pia yani imekuwa siku hizi ni kama tabia tu. Watu wote wamekuwa na hizo tabia, wa kike wa kiume wote wana cheat. Waliopo kwenye ndoa, masingo wote wana cheat. Except me though. Lakini yani ni ngumu kusema ni kina nani wana cheat zaidi. Like serious? Like serious. Sio kwamba wanawake ndio wana cheat sana kuliko wanaume. Hapana. Yani hii ni debate. Ukianzisha hii debate ya kwamba kati ya wanaume na wanawake. Nataka to have this debate kwamba no. Yeah, kwamba like wewe kwa mtazamo wako, you have your perception, like do you think men cheat more than women, especially in Tanzania? Unajua tradition ya mahusiano inatofautiana. Ni kweli. Kuna nchi kadhaa ukienda you just find like wow, wako hivi, the way they behave, the way they do things. If you go to Ethiopia, if you get uzuri, nimesha experience some few countries, naona kwamba kuna tofauti kadhaa, lakini especially in Tanzania, do you think men cheat more than women? Bado yani bado janishaishi kukubali. Yani bado nimestick kwenye msimamo wangu kwamba it's 50-50. 50-50. Women wana cheat, wanaume wana cheat. Lakini back then wanaume walikuwa wanaonekana wana cheat. Back then wanaume walikuwa wana cheat sana. What changed then? What changed? Nini kimewafanya wanawake waanze ku cheat more than men now? Like mpaka ifike hatua ya 50-50. Kilichofanya mpaka wanawake na wenyewe sasa hivi wamekuwa cheaters. Tena sometimes kuliko hata wanaume, it depends na eneo. Ni kwa sababu ya kwanza tumekuwa na ile mwanaume aweza kaniendesha mimi katika chochote. Yaani ile usawa kwamba wanaume na wanawake wote ni sawa. Kwa hiyo naamini hata kama wewe unasema unaruhusiwa kuwa na wanawake zaidi ya 3, kwa hiyo na mimi naruhusiwa kuwa na wanaume zaidi ya 3. Kwa hiyo tumekuwa na ile ego, yani nilikuwa natafuta neno zuri, ego. Wanawake tumekuwa na ego pia kwamba I can cheat on you. Mwanaume sijui tupo ndani, naona kabisa kuna vitu wewe huwezi ukanitimizia, I cheat. Naenda kule ambako mimi nitatimiziwa.
unaelewa? Yeah, lakini nimetolea kama mfano, haimaanishi mimi nafanya hivyo, no. Lakini most of women wamekuwa hivyo. Wapo wanaume zao hawezi kuwatimizia vitu fulani, they cheat, wanaenda sehemu ambazo watapata. Nimeshuhudia hata kuna mpangaji mwenzetu hizi siku zilizopita, alikuwa anaishi kabisa na mume wake na wana watoto, lakini mwanaume ni maskini, kuna baadhi ya vitu hawezi kumtimizia vyote. Lakini huyo mama katika pita zake huko njiani akakutana na mwanaume ambaye ana gari, ana pesa, anafanya kazi nzuri tu. Wakawa wanakutana huko Chobis hivyo na hivyo na hivyo. Akirudi nyumbani arudi na kuku, watoto wanakula. Mwanaume akawa anashangaa, mimi nimeacha ile ya bamia nakuta kuku. How comes? Mwisho wa siku akaja kugundua kwamba kumbe mwanamke wake ndo kama hivyo. Kwa hiyo ile inaumiza of course, lakini sasa ni kwa sababu tu ya hiyo kwamba na mimi I can do what you can do. Nani alaumiwe sasa? Yani to the point kwamba nowadays wanawake they cheat. Of course. Yani still wakulaumiwa ni mwanamke. Kwa sababu hata kwenye maandiko yote ya Biblia au ni kwenye Qur'an, mwanamke ni ua, unatakiwa uwe msafi. Kwa hiyo when you cheat tayari umeshajichafua. Kwa hiyo lazima ulaumiwe. Na niliu rafiki yangu, au I can say my fiancé, anapenda sana kutumia msemo wa kwamba funguo ambayo funguo ambayo inafungua kila kufuli inaitwa master key. Lakini kufuli ambayo linafunguliwa na kila funguo tunaliita kufuli gani? I won't say kwa sababu ni neno ambalo sio zuri sana. Kwa hiyo tuchukulie funguo mfano wa mwanaume, then kufuli ni mwanamke. Mwanaume ambaye anaweza kwenda kila sehemu, still lawama yake haitokuwa kubwa. Yani itakuwa ni ndo mwanaume nginja, yani kama anaweza kwenda kote hivyo. Lakini mwanamke ambaye kila funguo inaingia kwake, kila mwanaume anaingia kwake, unaonekana wewe ni mwanamke ambaye najisi, wewe ni hivyo yani. Kwa hiyo sijui unaelewa, lazima mwanamke tukulaumu. Kwa hiyo as a woman lazima ujitunze, ujue thamani yako kwamba mwili wangu ni wa kwangu na Mungu na mume wangu. Basi jitunze, jisafishe. It's the first time nakutana na mwanamke mwenye mtazamo tofauti, kwa sababu wanawake wengi sana they believe kwamba men cheat more than women. And I don't know why. But for my perception, bado wana fikra za uzamani. Kwa mtazamo wangu unaona kama wanawake they cheat nowadays, they cheat a lot more than even men. Even though wanaume we are very smart on cheating. Yes. We are very smart on that. Even though for the same time wanawake you guys sijui mna mawasiliano na shetani. Why? Wanawake mna cheat sana. Nowadays ladies they cheat a lot more than men. More than men. Yeah, more than men. Research zinatofautiana. Yani takwimu zitatokana na eneo ulipo. Na experience ambayo umekutana nayo. Na mimi nasema kwa hao ambao umewahi kuwauliza kuhusu kina nani wanachiti zaidi, wakasema ni wanaume ndio wanachiti zaidi, basi hawako exposed. Na ukikutana na wengine ambao wakakwambia kwamba wanawake ndio wanachiti zaidi ya wanaume, hao pia hawako exposed. Lakini mimi nimekuwa exposed to the world. Kwa hiyo I know kwamba sio wanaume wala sio wanawake, both. You know, for me why I say women they cheat more than men. It's because that's not how women they're supposed to be. Yani unajua ni kwa mfano nikisema wewe ni mwanamke, I know your character, the way you were, everything can define you that you are. Ndio maana mimi kuna vitu ningevifanya lazima ushtuke. Ukiona mimi napaka wanja lazima utashtuka. Bro left. Broke left. But finding a mwanamke yani kuna vitu akianza kuvifanya tunajua na hivi mwanaume akichiti hiyo kesi inasovika bro. Lakini mwanamke akichiti hiyo kesi ni ngumu. Even if we are in a marriage, ikitokea mwanamke akacheat, ndugu yangu hiyo kesi itakuwa ni ngumu sana kusolve. Yani ni ngumu sana. So nowadays I say that kwamba women they cheat more than men because of that. Kwa hiyo point yako I agree with you kwamba women wana cheat kuliko men, kwa sababu mimi napenda kwenda na arguments. Kwa hiyo kwa hicho ulichokisema nakubaliana nawe kwamba kwa hapo kweli wanawake wana cheat kuliko wanaume. Kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni kwamba hata maandiko yanasema mwanamke lazima uwe msafi, na mwanamke hawezi ukawa na wanaume multiple.
Lakini kwa mwanaume kuwa na wanawake multiple, that's kinda okay, sio unaelewa? Kwa hiyo kama mwanamke anakuwa anacheat, anafanyaje? Hapo anaongeza kwenye hilo kundi kwamba wanawake wanakuwa na cheat zaidi ya wanaume. And it's not au wanawake kwa mfano sasa hivi kuna ka scenario wanawake you guys they call themselves kwamba we are independent women. Yeah, independent women. Huisi kama kuna kivuli kinajificha kati ya independent women, like they think they're independent while kwamba kuna vitu vyao wanavifanya. Yani kuna duniani niseme kuna wanawake wa aina tofauti tofauti. Kuna wanawake wenye akili na kuna wanawake wasio na akili. Kuna wanawake wazuri kifikra na kuna wanawake ambao sio wazuri kifikra. Kuna wanawake ni wasafi na kuna wanawake ambao sio wasafi. Sio unaelewa? Kwa hiyo sasa mwanamke ambaye ana akili atajiita independent woman na atakuwa positive independent woman. Atakuwa ni kioo hata cha watu wengine kwenye mambo mazuri. Tena anaweza kuwa independent woman, ana mume wake na familia iko very strong na ina upendo. Huyo mwanamke ana biashara yake kubwa na imepamba moto, inauza vizuri. Lakini pia unakuta hata kwenye social media anajiportray in a very positive way. Na ana mali zake, hamdharau mume wake. Sio unaelewa? Haendi kwenye starehe mbaya mbaya na akajiexpose in a bad way. Sio unaelewa? Yes. Lakini kuna wale ambao ni independent women lakini ni negative independent women. Hawana akili, hawana positive minds, hawana, yani in short wako hivyo. Ndio wanajificha kwenye kivuli cha kujiita independent women lakini wana vitu ambavyo wanavifanya. Anakuwa sasa sawa, ana biashara zake, lakini namna ambavyo amezipata hizo biashara ni kupitia hiyo independence yake yeye. Sasa kwenda labda kulala na wanaume au kufanyaje, anapata mali kwenye namna ambazo sio sahihi, sio legal. Akishapata zile mali anaanza sasa kuwatambia mtandaoni, fanyeni kazi. Sio, kumbe yeye anajua kazi gani anayoifanya. Sio unaelewa? Na ataenda hata kwenye hizo sehemu za starehe, anavyojiportray anakuwa in a very negative way. Ni mtu ambaye hata kumwangalia, yani ukimwangalia jicho moja huwezi ukageuka kumwangalia mara ya pili. Sio unaelewa? Kwa sasa au ni negative. Kwa hiyo wapo ambao ni very positive independent women, tunawaangalia, tunawatazama na tunawaadmire, na wapo ambao ni very negative. Sasa ndo narudi kusema kwamba kwa wale mabinti ambao bado wanajifunza, ndo wanaanza kuwa exposed to the world, wanatakiwa wawe na akili kumkichwa. Angalia ni nani anayekuinfluence na kwa nini. Sawa. Sio kila mtu anafaa kuwa influencer. Tuna ma-influencer wengi sana hapa kwenye mitandao ya kijamii duniani, Tanzania, lakini sio kila mtu anafaa kuwa good influencer. Yeah. Actually kuzungumzia hao influencer, kuna watu ambao sasa hivi nowadays wanawashauri wanawake kwamba ndugu yangu omba sasampa, ndugu yangu omba sasampa. Sasampa kuomba ni muhimu. Mwanamke anakuambia you should date a man ambaye ana fedha, right? No, sidhani kama wamemaanisha exactly ambaye ana fedha. Of course, naona sema. Mimi kwa ninavyoelewa wanamaanisha date a man ambaye ana provide. Mwanaume anaweza asiwe na pesa lakini akakutunza kwa kile kidogo alichonacho, akawa sio mchoyo, akakupa na wewe. Anaweza kama mwanaume anaenda anafanya kazi, anapata 10,000, anakuja atakupa 5,000 na yeye atabaki na 5,000. Au hata akikupa 4,000, 6,000 sio mbaya. Lakini wanapokuambia kwamba mwanamke omba sasampa, sijui na nini, hawamaanishi kwamba nenda sijui katafute, nenda kajiuze au nenda kafanyaje. No, wanamaanisha kuwa na mwanaume ambaye anaweza kuprovide. If mwanaume wako ha provide to you, run. Huyo mwanaume hakupendi. Hata kama hana pesa, ha provide to you, run. What do you want me to provide to you if I don't have money? Like what do you want? Ndio kama nilivyokuambia, hata kama hauna pesa, kwenye kile kidogo ambacho utakipata, hata kama ni shilingi 100, ukinipa 150 nitaridhika, as long as umenipa kitu. But unahitaji, unasema siku hizi mnasema sweet sunscreen, you know how much it costs. Sasa hapo tunaingia kwenye upande mwingine. Kwenye maisha mwanamke ndio wanasema kwamba kupanga ni kuchagua. Mwanamke akiamua kudeti na mwanaume ambaye hana kitu kabisa, na yeye mwanamke ana matumizi makubwa kuliko ya yule mwanaume, basi hapo amechagua yeye mwenyewe. Inabidi umvumilie yule mwanaume. Kuna muda atakwambia sina, elewa hana.
Kuna muda atakwambia ninachochukua pokea. Sasa kama wewe mwenyewe unajijua kwamba una matumizi makubwa, alafu umekubali kudate na mwanaume ambaye hana kitu, usimlaumu pale atakapokuambia hana. Kuna muda kweli wewe mwanamke una matumizi makubwa, lakini umekubali kwa mikono miwili kudate na mwanaume ambaye hawezi kutimizia kila kitu. Na still kwa kile kidogo ambacho atakupa, ukakikubali na ukaridhika. Na ndo maana mimi siwezi na washauri wanawake, tafuteni kazi nzuri, au yani tafuta shughuli ufanye ili kuepusha kamdomo. Mwanamke ukiwa tayari una kazi yako, au hata kama sio kazi ila una shughuli unafanya, unajua na kuingizia shilingi 100, 200, 300, kuna hizi kelele ndogo ndogo zitapungua. Ila kuna wale wanawake ambao all the time yuko tu ndani kalala, au tu amekaa sijui kafanyaje, anategemea mwanaume ataleta. Utanyanyasika, utaongea, utamlaumu huyo mwanaume kwa kila kitu ambacho sio sahihi. Hata mimi always, sasa nikijisema mimi kama mimi, kuna watu wengi sana ambao wananiambia wewe ni mwanamke mzuri, unatakiwa tu ukae nyumbani uletewe. Sawa, tafuta mwanaume ambaye ana pesa, usiteseke. Yani wewe sasa hivyo ulivyo, sijui umbo lako sijui, lakini still uko barabarani unahangaika, sijui mara umeenda kwenye press, sijui mara umeenda kwenye nini. Naambia kwamba mimi nina mahitaji mengi huenda kuliko hata kitu ambacho mwanaume wangu anaweza provide to me. Kwa hiyo I have to work ili nipate pesa niweze kujipa na mimi kujitimizia vile vitu ambavyo navitaka. Lakini pia mimi sipendi huko mbeleni kuja kunyanyaswa na ndugu, hasa ndugu wa mume, kwa sababu unajua nisipokuwa na pesa nitakuwa ninamwegamia sana kaka yao. Na yani ipo hivi, ndugu wa mume wakuona kwamba wewe unamtegemea kaka yao kwenye kila kitu, trust me, hawapendi kile kitu. Wapo ambao watakuchekea, lakini wanaile yani kwa yule anatumia tu pesa za kaka yetu afa. Umeona? Kwa mimi sipendi kuja kukutwa na hicho kitu. Ndio maana najitafutia mwenyewe. Sipendi kuja kunyanyasika. Yani hata ikitokea anasema leo tunaoana, najua kabisa kwamba tunaoana, lakini nina pesa zangu, naweza nikaenda kwa madesigner wangu wakanishonea nguo zangu za harusi vizuri, naenda kwa sijui kwa Ankoti nikachukue wigi, au naenda sijui kwa nani nikafanye hivi. Yani sitokuwa nawaza kwamba mpaka niende nikamwombe sijui mama mkwe aninunulie kitu fulani, sijui mpaka muda wa kujifungua huna pesa, unategemea sijui mume sijui ndio ufanyaje. Mume wako mwenyewe ndio kama hivyo, labda ashapandwa kichwani au ana michepuko. Yani utalaumu watu bure. Kwa hiyo mwanamke akisha na wewe unafanyaje, unahangaika, unatafuta, unapata pesa, mambo mengine yatakuwa hatakuwa yanakuumiza kichwa. Ndio maana mimi na haso sana. Nimekuacha speechless. Omba sasa ndugu yako. Omba sasa. Hivyo unaweza kaendelea kumdate mtu ambaye habadiliki kitabia. Ambaye habadiliki kitabia yani. Yani kuna vitabia fulani hivi yani wewe uvielewi, lakini yeye bado anavyo yani. Can you still be there? Okay. Duniani kila mtu ana madhaifu. Si wa kike si wa kiume, kila mtu ana madhaifu. Na unapoanza kudate na mtu seriously kwamba umeseto, basi means umekubaliana na yale madhaifu yake. Lakini kuna madhaifu mengine au kuna vitabia vingine havikubaliki. Ni vyema mkawa mnaambiana mara kwa mara kwamba bwana, hiki kitu mimi sikipendi. Kwa mfano, tuchukue mfano kwenye swala la perfume, labda kuna mtu anatumia perfume fulani tangu utotoni mpaka ukubwani. Sasa mmekutana, ile perfume wewe inakuumiza, unapata asthma, unapata nini. Kwa hiyo mnaambiana kwamba bwana, mimi hiki kitu sikipendi, au hiki kitu unakitumiaga mimi kinaniumiza, badilisha. Kama mtu habadiliki na yani habadiliki zile tabia, lakini wewe pia haudhuriki, basi unaweza kuendelea kuwa naye. Lakini kama yule mtu umemrekebisha na kumrekebisha habadiliki na vile vitu wewe vinakuumiza, basi ondoka. Kwa hata mimi hilo swali najibu kwa namna hiyo kwamba naweza nikadate na mtu ambaye ana tabia fulani hazibadiliki, lakini as long as zile tabia mimi haziniumizi, naweza nikaendelea kudate naye. Lakini kama zile tabia mimi zinaniumiza na kuwa sina amani, naumwa au yani sijui nafanyaje, siwezi kuendelea kuwa naye, nitamwacha. That's nice. Yeah, that's nice. Umeolewa, let's say labda umeolewa. Una kazi, mpenzi wako ana kazi. Yeah. Will you be happy kuona mwanaume yeye ndo anaendelea
provide everything. Okay. Nimeolewa, mwanaume wangu ana kazi. Au tuseme hata kwenye relationship. Yeah. You have a job and your man has a job. But you want every single time mkitoka out, you want the man to pay the bills. Okay. Unataka mwanaume ndo endelee kutoa kupay, labda umeenda sehemu, vende transport, hata kuweka mafuta weki, hata wakati mwingine kumnunulia hata kiatu nini uwezi, t-shirt. Yani tunatofautiana. Swali ulilouliza ni uhalisia. Kwanza kuna kitu kile kinasema, kuna msemo unasema kwamba wanaume wameumbiwa kutoa. Sawa? Lakini pia haimaanishi na wewe mwanamke ujifunge usitoe kitu chochote. No. Mimi na kazi. Mwanaume wangu na yeye ana kazi. Kwa hiyo tunapotoka kwenda sijui out, kwenda sijui wapi, of course lazima yeye ndo awe the first provider. Lakini kuna cost nyingine ndogo ndogo ambazo hata mimi naweza nikakava. Kwa mfano siwezi nikarudi nyumbani, hakuna gesi imeisha, sijui chakula hakuna, hela nayo mfukoni afu nikaificha kibindoni. Eti kwa sababu gani? Kwa sababu mwanaume wangu hajarudi na yeye ndo anatakiwa anunue. No, vitu vingine ni vya kijinga. Kwa hiyo sawa, mwanaume ndo anatakiwa awe first provider, lakini kuna vitu vingine ambavyo ni vidogo vidogo unaweza ukakava hata wewe. Na pia kama mimi nimemzidi mwanaume wangu kipato, obviously mimi nitakava vitu vingi zaidi. Labda kama mwanamke awe mchoyo, yani yeye mwenyewe unakuta ni mchoyo, yani hata kama amemzidi mwanaume wake kipato lakini bado hela yake hauioni, hiyo ni mbaya. Lakini binafsi mimi kama mimi hata kama nikiwa na pesa ndogo kiasi gani, I cover many things. Yani na kitu ambacho sipendi katika maisha yangu ni kuomba. Yani ni baby, sijui naomba hiki, sijui naomba nini. No. Kwanza napenda mwanaume ambaye anajiongeza. Ajue kabisa kwamba nilimdate Sasha, nilimkuta na thamani yake, nilimkuta na uzuri wake. Kwa hiyo natakiwa ni maintain Sasha na uzuri wake na ubonge wake ule ni akisha akondi. Kwa hiyo afanye majukumu yake. Umeelewa? Sio unafika kwake ndio unaanza kuisha hivyo. Na yani asiwe anasubiri mpaka mimi nimpigie simu ndio nimwambie baby bana, naomba nitumie sijui hela fulani. No. Yani mwanaume anayejiongeza, mwanaume ambaye sijui anasema, yani sijui niwekaje, lakini mwanaume ambaye anajiongeza, yeye mwenyewe hata uombi, atakuwa tu take hivi, nimepata kidogo chukua, leo sina lakini kesho nitakupa au na nini, atakava na mimi nitakapoweza nitakava. Yes. That's nice. All right. So lastly, let's give flowers to Tanzanians men. Okay. Ni vitu gani ambavyo unavipenda sana kwa wanaume wa Kitanzania? Kwa wanaume wa Kitanzania in general, like let's make it general, kwamba wanaume wa Kitanzania unahisi ni wanaume ambao wako hivi. Okay. Niwape maua wanaume wa Kitanzania kwa kweli. Wanaume wa Kitanzania kwanza wana nguvu. Nguvu zote unazijua wewe. Nguvu za kufanya kazi, nguvu za kazi nyingine, you know. Yeah, lakini wanaume wa Tanzania wana nguvu, ni nginja hasa, na pia wanajituma sana. Lakini pia wanaume wa Tanzania wanathamini wanawake zao na wana mapenzi ya dhati. Though kuna wachache tu ambao wametuharibia CV, lakini asilimia kubwa ya wanaume wa Tanzania wanathamini sana wake zao. Na kingine, wanaume wa Tanzania ni wanaume ambao ni hustlers. Yani mtu akishaitwa mwanaume wa Tanzania, huyo mtu ni hustler. Anajua kabisa kwamba I have to fight. Kwenye shida na raha, I have to fight. Kwa hiyo hivyo ni vitu vitatu ambavyo naona kabisa kwamba lakini kingine, wanaume wa Tanzania kwa kweli wana hofu ya Mungu. Yes, wanaume wa Tanzania wengi wana hofu ya Mungu katika kila kitu anachokifanya. Hata kama awe mwizi, awe sijui mlevi, awe nini, huwa wametanguliza hofu ya Mungu mbele. Anaweza kama mtu anaenda kuiba kiasi, Mwenyezi Mungu nisaidie leo nikaenda kuiba nirudi hata na kitu. You see? Yeah, lakini pia hata kwenye mambo mabaya ambao anaweza kama mtu anafanya kitu kibaya lakini still anakuwa na ule uoga na ile hofu ya Mungu na anafanya sana toba. Yeah. That's good. That's good. All right, Sasha. I think dakika 51 zimekuwa ni dakika nzuri sana za kuongea na wewe. So just want to say thank you so much being here talk with Paul. I hope next time tutakuwa pamoja tukiwa tunazungumzia mada nyingine. Maybe today was about relationship, love and all of those stuffs. But I appreciate being here. Thank you so much. Thank you too, Paul. All right. You want to say something? Yeah, binafsi mimi kama mimi nimekubali kuwa judged by vitu vitatu only, na cha nne cha mwisho cha nyongeza. Yes, kwa hiyo unapo ni judge, akisha una judge kwa hivyo. Cha kwanza ni Mungu, dini yangu.
Hata kama umenikuta labda nimevaa nguo fupi au nifanyaje, ni judge maybe kwamba dini yako hairuhusu. Au mama yangu, kwa mama yako akiona umefanya kitu fulani hatopenda. Au government, serikali, kuna sheria zimewekwa kwamba kitu hicho kifanya sheria hairuhusu, hapo nitakuelewa. Na kidogo kabila langu, kwamba kwenye misingi ya kabila lako hairuhusu ufanye kitu fulani. Na kitu ambacho mimi nimekataa in my life ni kuwa judged by mahusiano yangu. Labda nikishaolewa, lakini tu sasa hivi hapa still, yani hivyo tu tupo kwenye mahusiano, bado ni wahalifu, hakuna sehemu wanapotujua, kwetu hawamjui, kwao hawanijui. Alafu mtu ananijudge eti labda nimevaa nguo fulani, anakuwa wewe hiyo nguo ulovaa, mchumba wako akiona au sijui mpenzi wako akikuona hivyo hatakuoa, sijui atafanyaje. Nitakuangalia be like, wewe hauna akili. Unani judge by mpenzi wangu? That's not right. Yani ni judge me by dini, mama, government na kidogo kabila langu. Lakini endapo itatokea bado nimesha kuwa engaged au nimeolewa, at least utamweka pale kama mtu wa nne, utaruhusiwa kuni judge by yeye. Lakini for now no. Yeah, that's nice. Hapo namaanisha the way people perceive things. Yeah. Watu wananiperceive, yani kuna muda nimefanya tu kitu kidogo, mtu anakuja, wewe mpenzi wako sijui akifanya, wewe una hakika gani kwamba yeye ndo atakaye nioa? Kama je mpenzi wangu yuko huko Marekani anasubiri, au yuko huko Nigeria, labda yuko wapi, au yuko au hata sio Muha, yuko sijui yuko wapi. Yeah, so kitu ambacho mimi nimekataa, and I'm telling people, please don't judge me by my relationship. Labda nikishaolewa au nikiwa engaged. I think it's in general. Don't judge someone based on their relationship or whatever. Judge them kwa ambavyo unabisema. Yeah. I appreciate Sasha. Thank you so much. Thank you too, Paul. Yeah. I hope we catch up next time. Yeah, I'm thrilled. All right. Thank you so much. Thank you.